Usiku Mwamba ni mkuu hatari wa genge moja la wauni aisee. Ila mchana anajifanya kama mwalimu mwema na mtakatifu kwenye shule moja ya advanced Dadadeki. Leo ndio ilikuwa siku ya kwanza Mwamba anaripoti kwenye hiyo shule mpya. Ghafla akashangaa dini wa shule anatoka nje huko full ngwamba unaambiwa kama polisi Dadadeki. Kabla jamaa hajamuuliza wala hajauliza chochote, mwalimu wa mase naye katupwa nje ya darasa. Akaanza kukimbia babake. Mwamba alikuwa ajui kwamba hilo darasa lenye amekabidhiwa lilikuwa ndo darasa la shetani shule nzima. Wanafunzi wote walikuwa watoto wa wadosi humo ndani, ni akina Junior, kina Mo, kina Princess na kina Special ziko babake. Hamna cha Matias Kibonde wala Christopher Mwakifuna humo ndani. Walimu wote wanagwaa hilo darasa kwa sababu akizingua mwanafunzi hata mmoja tu mbungi lake, watatafuta uraia peponi babake. Dini akamwelekeza Mwamba hali halisi ya hilo darasa afu akachimba mbele. Ile Mwamba anafungua tu mlango wa darasa, kakuta madogo wengine hapo wanapika msosi, kadogo kingine kapo kanajiposti Egamidi, afu madogo wengine wamechili hapo wanacheza table tennis darasani Dadadeki. Ila Mwamba hata hakumind, akaenda akawaonyesha jinsi ya kucheza table tennis vizuri bambiza. Ina Junior wakawa wamemind baada ya kumuona Mwamba amekuja darasani. Saa gangster wa darasa akamtupia racket ya kupigia mpira wa tennis Mwamba. Ila Mwamba akabamiza kile racket na kitabu kwa Dadadeki. Racket ikarudi speed afu ikakita ukutani. Babake utajikosea. Ila Mwamba akuongea sana, akaandika jina lake ubaoni bila shido, afu akawaambia kwamba yeye ndo mwalimu mpya wa darasa. Ila wanafunzi walikuwa bado hawajamtambua kwa Mwamba ni nani. Vipindi vilivyoanza madogo kama kawaida, kulala, kujipamba makeup, wengine wapo game tu kwa Dadadeki. Hamna mwenye alikuwa anamsikiliza jamaa. Alipoona hivyo akawaambia wanafunzi wasipoteze muda, wasome, inabidi wa focus. Gangster wa darasa akaanza kuongea vitu vingine tofauti na venye Mwamba anaongea. Akaenda ubaoni akaandika jina la mkuu wa magangster ubaoni bila kujua kwamba Mwamba mwenye amesimama naye ndo aliandika jina lake hapo pembeni kwa Dadadeki. Dogo akaanza kuambia wenzake kwamba elimu ni upuuzi tu. Malengo yao yalikuwa wale wauni ambao hawaelewi kama mkuu wa magangster ambaye ndo Mwamba, ila bado hawajajua unaambiwa. Ashua kalikuwa akajajua kwamba hiyo namba isomeki Dadadeki. Mwamba akawaambia mkiweza kunikera na kunifanyia prank wiki moja mimi nitaondoka hii shule yani. Ila kama hamna ambaye atafanikiwa itabidi wamwahidi kusoma na watasoma kwa bidii. Wanafunzi wakakubali chapu wakati hawaelewi kwamba hii namba isomeki kizembe kwa sababu walimu wote walikuwa wanaagwaya unaambiwa. Siku iliyofuata wakaandaa unga wakaweka kwenye beseni afu wakautenga juu ya mlango unaambiwa. Ile Mwamba anaingia tu akamwangushia maunga, akatoa mwamvuli chapu afu then maunga yote akaangukia wanafunzi ndani humo ni chafya tu. Hiyo ilikuwa mwanzo tu. Mwamba wakati anakunywa chai wakamrushia mabegi, mapeni, madaftari, marula. Mwamba akatoa mwamvuli Dadadeki akafuta vyote speed ya light mwanga unaambiwa. Hapo tunaongelea 3 times 10 power 8 mazee. Madogo akaweka super glue kwenye kiti cha mwalimu afu akapoa. Mwanafunzi akajua tayari teacher ashanasa kwenye super glue babake. Gangster wa darasa alikwenda kuangalia kwamba Mwamba amenasa. Mwamba akainuka unaambiwa dogo chini. Kumbe Mwamba alikuwa amepozi tu yani hakukaa kwenye kiti zaidi ya nusu saa tangu aingie. Alipoona dogo amezidi mazoea akamkalisha kwenye kiti bana, shuka down. Alafu akamvuta juu manzee. Mara pap suruali kachanika, wanafunzi vicheko tu. Mzee wa kujisnap waachi matukio unaambiwa. Siku ya mazoezi ya mwili Mwamba amewabana kinoma, hataki kuachia. Dogo gangster akaona bwana mimi nataka nipumzike, kwa akataka alipe kisasi kwa babake. Akasema Mwamba watashindana kurusha mipira kwenye kikapu mara 3. Atakayeshinda mara nyingi zaidi ndo atakuwa ameshinda mazee. Na Brigadier akishindwa basi itabidi awaachie madogo free. Dogo anajiamini sana kwa sababu yeye ndo waya wa umeme kwenye swala la basket darasa zima unaambiwa. Dogo akaanza akatumia nguvu nyingi sana akapata zote 3 unaambiwa. Mwamba sasa akarudi nyuma zaidi mpaka katikati kidogo afu akarusha kwa Dadadeki ya kwanza akapata. Dogo akajua labda Mwamba anabahatisha mzee. Mwamba akachapa zote 3 unaambiwa. Dogo akawa ameshindwa bwana. Baada ya vipindi wakawa wamepanga prank nyingine unaambiwa. Wakachukua toi la nyoka wakaweka kwenye gari ya Mwamba afu wakashika simu zao ili wamrekodi wakati jamaa anashtuka Dadadeki. Baada ya Mwamba kwenda kwenye gari wakahisi huyu sio muda anatoka baada ya kuogopa nyoka ambayo ataikuta humo ndani ambalo ni toi. Ila Mwamba hakuatilia maanani akahisi ni utoto tu unawasumbua. Ghafla Mwamba akagundua kwamba kuna kitu kibaya ndani ya gari wazee. Kwamba gari ilikuwa inavujisha mafuta ni kitambo. Akatoka chapu kuambia wanafunzi wakimbie kozi suni gari ilikuwa inaenda kulipuka manzee. Madogo akajua kwamba huyu jamaa ameshaogopa nyoka huko ndani unaambiwa. Kaenda akawapushi madogo mbali mazee.